ya mataifa mfalme, umetukuka kati ya miungu yote mfalme. We honor your holy name, oh Jesus. We worship your holy name, oh God. Tunasema hakuna kama wewe mfalme. Umeinuliwa juu sana mfalme. Umeinuliwa juu kuliko miungu yote mfalme. Hakuna mwingine kama wewe baba yetu. Wewe ni mwema mfalme. Umekuwa rafiki wa karibu. Umekuwa rafiki mwaminifu baba yangu. Hujawahi badilika mfalme. You have been faithful to us, oh God. Tukupatie nini kwa uaminifu wako mfalme? Tukulipe nini kwa yale umetutenda mfalme? Tunasema ni asante mwenye enzi. Tunasema ni asante tegemeo. Tunasema ni asante Jehova. We worship you, oh God. We adore you, my Father. We call you the all-consuming fire, oh God. Come and manifest yourself, oh God. Come and reign in our ministry, oh my God. Come and have your way, oh Jesus. Jehovah, my God. Great are you, oh God. Mighty you are, oh God. You never share your glory with any man, oh God. You will never change, oh God. You will meant to be faithful, oh God. You will meant to be who you are, oh God. Ubadilishwi na majira mfalme. Ubadilishwi na nyakati baba yangu. No situation can change you, oh God. Hakuna hali inaweza kukubadilisha baba yangu. Hakuna jambo usiloliweza. Wewe ni mweza wa yote mfalme. Unasema tukuite na utatuitika mfalme. Hear your children calling upon you, oh God. Incline your ear unto us, oh God. Incline your ear unto us, oh God. Sikia dua la mioyo yetu mfalme. Sikia dua la mioyo yetu mfalme. Sikia shauku la nafsi zetu. Tena unayoweza kutenda wewe peke yako mfalme. Jehova, wacha ikajulikane mfalme katikati ya mataifa mfalme, ya kwamba Jehova we are your remnants, oh God. Ya kwamba Mungu uko na mabakisho mfalme Mungu wangu. Katikati ya vijana mfalme Mungu wangu, you still have your remnants, oh God. That's why we are here, oh God. Jehovah, to worship and to glorify your holy name. That's why we are here, oh God, to worship you, oh God. We are here to seek your mercies, oh God, as we start our day, oh God. Whatever we are going to be taught, oh my Father, help us to understand, oh God. May we not leave this place as we came, oh God. Transform our lives, oh God. Wewe ni Mungu mfalme. We worship you, Jesus. Na ijulikane ya kwamba wewe ni Mungu. Na ijulikane unatenda mambo makuu. Na ijulikane unafanya mambo ya ajabu. Na ijulikane wewe ni Mungu. Na ijulikane wewe ni mkuu mfalme. We worship you, God. Na ijulikane wewe ni Mungu.
Mungu ya kwamba wewe utafanya kazi yake ijulikane duniani kote, ya kwamba utaenda ukihubiri habari ya Yesu katika jina la Yesu Kristo, ya kwamba hautalala tena katika jina la Yesu, ya kwamba neno la Bwana litajulikana, watu wote wataweza kumjua Bwana kupitia wewe, because you are the remnant. In the mighty name of Jesus, you are the remnant. Wewe ndiye mabaki katika jina la Yesu Kristo, to take the kingdom of God to the next level. In the mighty name of Jesus, naambia Mungu ya kwamba niko hapa siku ya leo, niko hapa nikiwa mabaki yako kueneza injili ya Bwana, na ndiposa ukaweze kujulikana duniani kote katika jina la Yesu. Ambia Bwana ya kwamba mimi sitalala katika jina la Yesu. Mimi sitalala tena katika jina la Yesu. Nitaamuka katika jina la Yesu, na ndiposa niweze kueneza jina la Yesu duniani kote. Oh my God and my Savior, fungua kinywa chako na useme ya kwamba mimi sitalala tena katika jina la Yesu Kristo. Nitafanya kazi ya Bwana, nitamtumikia Bwana, nitatembea katika njia za Bwana katika utakatifu katika jina la Yesu Kristo, because I'm the remnant in the name of Jesus. I'm the remnant in this generation in the name of Jesus. I am the remnant. I am the remnant in this generation. My God, help me my Father. Nisaidie Bwana, niwezeshe Jehova. Oh my God, nipatie nguvu kutoka kiti chako cha enzi katika jina la Yesu. Oh my Father, nitahubiri neno lako na ujasiri katika jina la Yesu, because I've received the power in the name of Jesus. Lord, bless you, and I worship you this morning. Thank you for loving us, Lord. Thank you for caring for us, oh Lord. Thank you, Father. We bless your name this morning. We exalt your holy name, the name that is above every name. There is none like you, my Father. You alone are worthy. You alone are faithful. Oh, Ramashanda Rabozaya Baba. Oh my God, have your way in us, oh God. Have your way in us, oh God. Reign in our midst, my Father. Reign in our midst in this conference, Lord. In the mighty name of Jesus Christ, we are here together with our children to exalt your holy name, to magnify your name, the name that is above every name. Lord, we bless your name. Lord, we worship your name. Oh my God, thank you for our children. Oh my God, we have come to seek your face. We have come to seek your face. Oh, to seek your wisdom, Lord. In the name of Jesus Christ, we are not going to remain the same. In the name of Jesus Christ, Lord, we give you praise. I declare the fire of God. Fire of God, the fire of God, the fire of God in our lives, in our hearts, in our minds, in the name of Jesus. The fire of God, the fire of God, the fire of God, the fire of God in the name of Jesus. My God, your God. Rema Shandara Rabozaya. Rema Shandara Rabozaya. Oh my God. Tukitoka hapa, tutatoka moto. Moto wa injili ya Bwana. Moto. Fire. In the name of Jesus. We bless your name, Lord. Rema Shandara Rabozaya. Rema Shandara Rabozaya. Rema Shandara Rabozaya.
Rekatala yanda rabozia. Rima yanda rabozaya. Ora mashanda rabozia mayanda. We bless your name, Lord. Release your fire in our hearts, Lord. Because of your faithfulness, my God, we are here. We are here together with our children. We are here, Lord. We are here, Father. We are here, Jehovah. We are here, King of glory. Have your way. Have your way, Jesus. Have your way. Moto, 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 moto nifuate. Moto, 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 moto nifuate. Moto, 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 moto nifuate. Moto, 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 moto nifuate. Moto, 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 Moto, 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 moto nifuate. Moto, 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 moto nifuate. Moto, 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 moto nifuate. Moto, 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 moto nifuate. Moto, 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 moto nifuate. Moto, 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 moto nifuate. Moto, moto, moto. Hey, Bwana Yesu apewe sifa. Hatuwezi itisha moto na tumeka mikono hivi. Sitaki kuona mikono ikiwa imewekwa hivi. Haleluya. Moto, moto tufuate na umeweka mikono hivi. Haleluya. Tutaimba katika jina la Yesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Moto, 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 moto nifuate. Moto, 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 moto nifuate. Moto, 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 moto nifuate. Moto, 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 moto nifuate. Moto, 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 moto nifuate. Moto, 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 moto nifuate. Moto, 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 moto nifuate. Moto, 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 kama siku ya Pentecost, moto nifuate. 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 Fire, 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 follow me. 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 Fire, fire,
fire, fire, fire follow me. Hey, hey, like the day of Pentecost, fire follow. Hey, hey, the day of Pentecost, fire follow. Hey, hey, the day of Pentecost, fire follow. Moto, 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 moto nifuate. 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 Moto, 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 moto nifuate. Moto, 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 moto nifuate. Kama siku ya Pentecost, 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 moto nifuate. Shangilia Bwana kwa shangwe na vigelegele. Pigia Yesu makofi, sadaka ya 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 makofi, katika jina la Yesu. Haleluya. Amen, 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 amen. Mungu awabariki. Tunaendelea vizuri. Tusimame hivyo tu tukialika our bishop. Karibu sana ma. Amen, amen. Tupigie Yesu makofi kwa sababu ya our bishop. Amen. Tushangilie Bwana. Amen, amen, amen.
meni ena shiranero shiagai ena meni ena muera shiranero shiagai ena meni Amen. Wow. Lord Jesus, we thank you this morning. We are so grateful for the gift of life. We thank you, Jehovah God, for being with us, oh God. We thank you, Holy Spirit, for being in our midst, oh Jehovah. We give you the glory. We honor your power, your presence, oh God. We honor your word, Jehovah Lord. We thank you, Jehovah God, once again for gathering us together, Jehovah. I commit this young generation in your able hand, oh Lord. I speak blessing over their lives, oh God. Thank you, Jehovah God, because you brought them here with a purpose. May you release your word, Jehovah God, to them. I pray that you give them wisdom, Jehovah God, so that when they will be taught your word, Jehovah God, they will understand. May you grant them wisdom. May you give them understanding. May you give them revelation, Jehovah. They've come to seek your word, O God. As per your word says, Jehovah, that pray and shall be given. Knock and the door shall be open. Seek and you shall find the face of the Lord. We are here, God, just knocking at your door, mighty Father. May you open it for us, O God, and give us wisdom, Lord. Give us knowledge, Jehovah. Give us wisdom, Almighty Father. We are seeking your word, O God. I pray for this young generation, God. Give them understanding and also discernment spirit, O God, for them to differentiate between true prophets and false prophets, Jehovah. Have mercy on them, Jehovah. Have mercy on them, Jehovah God. Hebu kawaone huruma. Have mercy on them, Jehovah God. Wakumbuke mtakatifu. Watende mema, Jehovah. Biblia inaniambia kwamba mkumbuke Mungu katika ujana wako. And that's the reason they are here, Jehovah. God, have mercy on them. Have mercy on them, Jehovah. Have mercy on them, mighty Lord. I release them, your blessing, Jehovah, over them, mighty Father. Bless them academically. Bless them, Jehovah God, emotionally. Bless them, Jehovah God, mentally. Let any decision that they will make, they will be guided by the Holy Spirit. In the mighty name of Jesus. I thank you because of our pastors. I thank you because of each and every person. I thank you because of those who are helping us in each and every area. May you bless them, Jehovah God. We ask for your blessing, oh God. We thank you, Jehovah God, because you have given us another chance to hear your word, Jehovah. Jehovah, may you use me, oh God. I humble before your presence as I approach the throne of your mercy, oh God. Use me for your own glory, Jehovah. Use me, mighty Father. I've opened wide my mouth, oh God. As your word says in the book of Psalm chapter 81 and verses 10. David said that he had opened his mouth wide for you, Jehovah God, to put your word in his mouth, Almighty Father. May you put your word in my mouth, oh God. Let each and every word that will come out of my mouth, oh God, may I be guided by the Holy Spirit. In the mighty name of Jesus. I thank you, Lord. I thank you for everything. May you release your Holy Spirit, mighty Father. We thank you, Lord. I thank you, mighty Father. You are our God. You are our everything. Jehovah. We thank you, mighty Father. Each and every time tumekuwa tukilitia jina lako na umekuwa ukitusikia. Tunakushukuru. Umekuwa pamoja nasi.
tunaliinua jina lako, tunalitukuza jina lako, na tunaliabudu jina lako. Wewe ni Mungu mkuu. Wewe ni Mungu ambaye utatenda mambo makuu. Yale ambayo utatenda ni wewe tu unayajua. Tumejiachilia mkononi mwako. Fanya mambo ya ajabu. Asubuhi ya leo ulimwambia Yeremia ati hata kabla hujaingia kwa tumbo ya mamako nalikujua na nikakuchagua. Wewe ambaye uliyejua hawa watoto hata kabla hawajaingia kwenye tumbo za wazazi wao, uliwajua na umewaleta hapa wakiwa vijana ili tuweze kujadilia neno lako, ili waweze kupokea hata advice, ili waweze mfalme kuelimishwa na neno lako. Mfalme, ninakushukuru sana, ninakutukuza na kuliinua jina lako takatifu. Have your way, Jehovah Lord. Have your way, my Lord and my God, in the mighty name of Jesus. Lord, we thank you for everything. We worship you, Jehovah. We exalt your holy name, mighty Father, and we give you the glory, mighty Father. This is our second day, and we have seen your power. We have seen your presence, oh God. We have touched the hem of your garment, mighty Father, and we want to believe that our life will never be the same again. And I know utatenda mambo makuu, and utaendelea kutenda mambo makuu. Ni kwa sababu wewe ni mwaminifu. Ninakushukuru na kuliinua jina lako. Kila mmoja apanue mdomo wake, mshukuru Mungu asubuhi ya leo. Kwa kukuzingara ukiwa kijana si kawaida. Kuna wengi wamepotoshwa na mambo ya dunia, lakini amekulinda, amekuongoza. Mshukuru tu Bwana. Fungua mdomo wako, shukuru Mungu, mwambie asante kwa sababu ya kunizingara. Umetunza ujana wangu, umenitunza mfalme. Tusikae chini, tusimame kwa miguu yetu katika jina la Yesu. Mwambie tu Mungu asante. Inua mikono yako ukimshukuru, mwambie asante kwa vile amekutendea katika jina la Yesu Kristo. Amen. Na kushukuru Mungu na kuliinua jina lako. Asante. Nasema asante, nasema asante, nasema asante, ewe Mungu wangu. Nasema asante, nasema asante, nasema asante, ewe Mungu wangu. Baba toasema asante, Yesu toasema asante, Mungu toasema asante, ewe Mungu wangu. Kweli hakuna Mungu kama wewe Baba, hakuna Mungu kama wewe Yesu, hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wangu. Kweli twasema asante Baba, twasema asante, kweli twasema asante, ewe Mungu wangu. Nasema asante Baba, nasema asante, nasema asante, ewe Mungu wangu.
nasema asante, Baba nasema asante, nasema asante, ewe Mungu wangu. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Si mmebarikiwa asubuhi ya leo? Hebu tuketi chini ili tulisikie neno la Mungu. Tukishukuru Mungu kwa kila jambo na kwa kila hali. Ni kwa sababu yeye ni mwaminifu na yeye ni Mungu mkuu. Nimeokoka asubuhi ya leo. Majina yangu ni Rachel wa Kuria. Zaidi yote nimeokoka na Kristo ni mlinzi na tegemeo ndani ya maisha yangu. Nafurahia Mungu kwa sababu ya asubuhi ya leo ya kwamba angali Mungu ndani ya maisha yangu. Kwa hivyo Mungu ni mwaminifu na Mungu ni mkuu. Umetoa notebook yako? Umetoa kalamu yako, Bible? Leo watu wote wamebeba Bible. Hope hamjasahau. Bwana asifiwe. Ambia huyo mwingine usilale sana. Karibu chai iive. Mwambie karibu chai iive. Tumwambie tumebakisha kidogo tu, si ndio? Kwa hivyo nashukuru Mungu ni kwa sababu ni mwaminifu na yeye ni Mungu mkuu na anastahili sifa na anastahili kuabudiwa na anastahili kutukuzwa. Kwa hivyo asubuhi ya leo nataka tuliongelelee jambo moja. Jambo ambalo tutaliangalia jinsi Roho Mtakatifu atakavyotusaidia. Bwana atukuzwe. Tunapotusikia about neno la Mungu, kuna Mswahili alisema, hata ingawa hatukuwa tulipata tu, alisema ya kwamba heshima si utumwa. Nataka tuongee kuhusu obedient. Na tutajifunza na nyinyi. Si tunafanya Bible study, si ndio? Mtakubali tu, sio mimi sijakuja kuwafunza. Mwalimu ni mmoja tu, naye ni Roho Mtakatifu. Mnaelewa? Holy Spirit ni nani? Mwalimu. So nimekuja tujadiliane, tujifunze. Obedient inaitwaje kwa Kiswahili? Kutii ni bora kuliko nini? Nani aliyesema yale maneno? Hebu mtu mmoja asimame atuambie. Imeandikwa kwa Biblia. Kutii ni bora kuliko? Imeandikwa kwa Biblia. Is it written in the Bible? Nani alisema yale maneno? Mtu mmoja tu asimame. Tunajifunza. Mmoja tu asimame aseme. Usiogope, hata ukifeel kesho utakumbuka. Nani alisema yale maneno na alimwambia nani? Kuna mtu wako pale nyuma ameinua mikono juu. Haya, hebu simama tueleze. Wacha uletewe microphone ama ukuje hapa mbele. Njoo hapa mbele kaka. Pigieni makofi anapokuja. Ameketi ama akisikia. Unataka kuongelea hapo, ni sawa basi. Samuel aliambia Saul wakati alienda kuwa Amalekites that obedience is better than sacrifice. Wow, mpigieni makofi. Si tumeelewa? Ati ni nani aliambiwa yale maneno? Samueli alimwambia nani? Samueli alikuwa nani? Alikuwa prophet. Na alikuwa mtoto wa nani? Wa nani? Hana na nani? Babake alikuwa anaitwa nani? Eli ama Elikana? Wenye wanasema Eli mkono juu. Wenye wanasema Elikana. Eli alikuwa nani? Wow, jipigieni makofi. Asante. Sasa tumejua kwamba ati ni nani aliambiwa yale maneno? Ni Samueli. Alimunabii Samueli akamwambia nani? Sauli. Akamwambiaje? Kwa sababu Sauli alifikiria ati Mungu atatoa dhabihu ikae ni kama na bribe Mungu. Lakini akamwambiaje? Hapana. Kutii ni nini?
ni bora kuliko nini? Si eti Mungu tusifikirie ati ni through our offerings ati ambazo zinamfurahisha Mungu, hapana. So nilikuwa nataka tuongelee kuhusu obedient, ndio unielezee tukidefine obedient unaielewaje. Mtu asimame juu ili atuelezee, ili tu wakati ndio ukienda nyumbani ujiulize, tukitoka ama baada ya ibada ujiulize, mimi natii Mungu, mimi ni mtoto mtiifu, kwa sababu sisi wote ni watoto wake Mwenyezi Mungu aliyeumba mbingu na nchi. So ujiulize, mimi ni mtiifu, mimi ni, kwa sababu kuna kutii. Jana tulifunzwa na mwalimu ati kuna watu watatu huwezi wadanganya. Tuliambiwa mtu wa kwanza ni nani? Ni mimi mwenyewe. Mtu wa pili Mungu, na nani mwingine? So huwezi pia kujidanganya kwamba ati uambie mwili wako ati mimi ni mtiifu, ili hali wewe si mtiifu. So mmoja asimame, na naomba tu mmoja atatupa microphone. George ama ni nani? George, chukua microphone ndipo uweze kutusaidia kidogo. Ama Peter, patia Peter ndiye tusaidie. So tuelezewe na mmoja, wewe mwenyewe unaelewa, ama ukitaka kuelezea utaelezea obedient ni nini? Wacha tuanze na Masi. Masi, God bless you wakati unatuelezea. Amen. Pigieni makofi. Haya, na uangalie huko, hebu uangalie. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kutii venye mimi naweza eleza ni ukiambiwa ufanye jambo unafanya. Kama ni kama umepewa command halafu unatimiza. Amen. Pigieni makofi. Si ameelezea ati unapopewa ambaye ufanye jambo unafanya nini? Hebu mwingine asimame. Si unaona si kitu ngumu, na si amejua, si ndio? Si ni ukweli ametuelezea vizuri. Hebu tupate mwingine na yeye. Who else is willing? Okay. Na unasema majina yako, na unasema kwenye umetoka, na waangalie huko wenzako. Praise God. Amen. Bwana asifiwe. Jinsi na ambavyo unaweza elezea kutii ni kwamba ni kufanya jambo wakati umeelezwa ufanye bila kuwa na pingamizi lolote. Bwana asifiwe. I'm Tony K from Nakuru. Thank you. Amen. Tony K, God bless you. Haya, mwingine. Na mmoja hapo. Wao, asante. Praise God. Amen. Praise God again. I'm Steve from Talia. What I can say about obedience. Obedience is doing something you have been told without any negotiations. Ama kuteta kuokuote. Unafanya vile umeambiwa bila kufikiria what will be next. Asante. Tunashukuru. Give him a good clap. Mwingine. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord again. Amen. For me, obedient is the your name, please. My name is Eshrom Karanja from Theophilus 44. For me, obedience is the doing thing at the right time, at the right place, at the right time, at the right place, and the right place. Yes. Wow, thank you. God bless you. Ametuambia obedient ni nini? Is doing the right thing at and at the right, with the right. Haya, nikuulize, mtu amekuja amekuambia, ni mzee amekusalimu asubuhi na akakwambia kwamba nilikuwa nataka unisaidie kazi. Sasa tunaelezea kuhusu kutii. Nilikuwa nataka unisaidie kazi. Na mko kwa barabara, amekupata tu kwa barabara umesimama, ama amekupata tu hapa kwenye kwa gate umesimama. And then kwa sababu yeye ni mzee, na tunaambia kwamba tuwaheshimu nani? Wale ambao ni wakubwa wetu. Si Biblia imetuamuru? It's a command kuwaheshimu. Maybe akwambie, nataka unisaidie kubeba hii pombe, nataka kuitoa hapa niipeleke pale.
na huyo mtu ni rika ya babako ama rika ya mama yako ama your uncle ama your auntie, utafanya nini? Na Biblia imekuamuru kutii. What will you do? So will you give that person ama huyo mzee a hand ya kumsaidia kutoa kitu pombe apeleke pale? Utamsaidia? Si tunaongelea kuhusu kutii, si ndio Pastor Karo? Kwa nini usimtii? Na ni mzee na amekwambia nisaidie kutoa hii pombe hapa unipelekee pale. Utamtii Pastor Daniel? Kwa nini? Hebu waelezee kwa nini. Ama amekwambia kuja tukaibe ndo niibie kwenyu kitu fulani, kwa nini usimtii? Yet ni mzazi. Hebu waangalie huku unapojibu. Haleluya. Amen. Naitwa Pastor Daniel. Ile sababu ambayo siwezi mtii ni kwa sababu jambo ambao ananiagiza nifanye haina motive mzuri ama purpose mzuri. Amen. So kutii, hebu eleze. Kutii tunafaa tuangalie ni jambo gani tunalitii ama? Kutii lazima uangalie kama jambo ambalo unalolifanya ni mzuri, inafurahisha Mungu ama haifurahishi. Kama haifurahishi Mungu, kwa hivyo hatustahili kuifanya. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hata kama mpigieni makofi mazuri. Kwa hivyo hata kama tunatii, tunasema kutii ni bora, ni vizuri tuchunguze. Kuna yale ambayo unaweza fanya kutii, ama mtu akuja kuambie nimechukua simu hapa nisaidie wasijue ni mimi. Kuna yale ambayo unaweza tii ya kuya atakutia mashakani. Kama saizi mtu amekuja amekwambia unajua kwamba kuvuta bangi, si tunaelewa bangi ni nini? Si tunaelewa pombe ni nini? Si tunaelewa about drugs? Nani haelewi? Mtu akuja kuambia hapana, nisaidie kuuzia hawa watoto. Wewe nitakuwa nikikupea kitu kidogo, ninakupatia bangi unapeleka shule, nakupea drugs unazipeleka shule, nitakuwa nikikupea kitu kidogo, nisaidie. Amekuomba umsaidie kuuza ile bangi. So utakubali? Utakubali ukiwa kijana? Siwe ni kijana, utakubali kuharibu maisha yako? Kwa hivyo hata kama ni kutii, Mungu atusaidie ili tuweze to make the right decision ya kusema. Biblia imetuambia kwamba kama ni hapana, yetu ikwe yes ama no. Kwa hivyo lazima before tutii uchunguze. Ujiulize ninatii nini? Kwa sababu leo hii mama mzee anaweza kuja kukawaambia ya kwamba nataka tuwe marafiki na wewe, nitakununulia gari, nikununulie baiskeli ama nikupe pesa. Utakubali yale ambayo atakokuambia? Kwa hivyo lazima tuchunguze na tujiulize, mbona tunaambiwa hivi? Mbona huyu mtu ananiambia hivi? Kwa hivyo before ukubali kutii, lazima uchunguze. Kama ni mtoto shuleni amekuja na blouse ambayo si yake, ni ya kuiba, maybe ni pen, maybe ni skirt, maybe ni trouser, amekuja ambayo sio yake, na anakuambia ati nisaidie, sitaki wajue, nisaidie. Kwa hivyo lazima tujiulize ndani yetu. Na naomba kwamba kushu utanizimei TV na msikiwe mnaiwasha. Hata tukiwa nyumbani tulikuwa tunaangalia tu, wako pale tu busy, hiyo TV inazimwa. So tujiulize, before nitii, ni nini hicho ambacho wananiambia nitii? Kwa hivyo obedient ndio tumekuwa tukiangalia. Tunapoangalia kinaga ubaga kuhusu obedient, tunaona ya kwamba it's like ama is to comply with an order or a request. Kukubaliana na maagizo, ama mtu amekupa, amekuomba, amekuambia na kuomba tu nichukulie, nisaidie kuchukua hii sanduku, nisaidie kuiweka pale. So wewe mwenyewe vile mmeniambia unakubali huo mwito kwa sababu amekuomba ama amekuagiza. Ndipo tunasema kwamba it's like an order. Mtu anakuambia chukua ile, fanya hivi. So wakati tunaongea about
obedient. Kuna obedient mara kadhaa. Lakini nataka Mungu atatusaidia ili tuangalie, tuanze ya kwamba ya Mungu. Kwa sababu kuna falme 3 ambazo tunafaa. Atukiziangalia ni 4 ambazo tunazofaa kuzitii. Hizo falme 3 ambazo zimeshikiliwa na hii nyumba ambayo inayoitwa kutii ama obedient, imeshikiliwa, yani ndani yake kuna marooms kama venye tunasemanga ni ya 3 bedroom, 4 bedroom. So hii nyumba ambayo inaitwa obedient iko na rooms 3. Kwa hivyo katika kutii, kitu ya kwanza, kuna ufalme wa Mungu. Unafaa uutii. Mumeandika? Sababu nitauliza maswali. Na ujue utakuja hapa, na ukishindwa kujibu, ujue mama anakuangalia, dadia anakuangalia, your guardian anakuangalia, shosho anakuangalia, gukana wanakuangalia kwa Theophilus television. Bwana asifiwe. Na tunasema amen. Bwana asifiwe. Kama tuko pamoja. Kwa hivyo tumesema ya kwamba kutii kuna falme ngapi? Falme 4. Taangalia 4. Lakini zaweza kuwa ni zaidi ya hapo. Na falme ya kwanza, ufalme wa Mungu aishie milele. Tunafaa kutii ufalme wa Mungu aishie milele. Ufalme wa pili ambao wewe mwenyewe unafaa kutii ni falme wa wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe as a human being. Wewe mwenyewe ukijiangalia hivyo, wewe mwenyewe ni falme. Una ufalme, unazo nguvu na mamlaka. Falme ni kusema kwamba kuna nguvu na mamlaka. Kwa hivyo wewe mwenyewe unayo nguvu ya kuambia mikono yako isitii na itii. Unazo nguvu za kuambia mwili wangu na utii na ukatae kutii. Unazo nguvu za kuambia mwili wako ama your body parts, msifanye hivi na mfanye hivi. Ufalme wa pili ama ufalme wa 3, tumesema wa kwanza ni ufalme wa pili ni ufalme wa kwanza tumesema ni God's kingdom. Ufalme wa pili ya pili tumesema ni nani? You yourself. Ukijiangalia hivyo vile ulivyo, wewe mwenyewe ni kingdom. Ufalme wa 3 ni ufalme wa nchi ya Kenya, our government. Ufalme wa 3 ni wa ibilisi, Satan's kingdom. So hebu tuangalie kwamba tujiulize, kwa sababu usipo uheshimu ufalme wa Kenya utafanywa nini? Leo hii ufalme wa Kenya unasema kwamba usiue, kama vile ufalme wa Mungu unasema usiue. Katiba ya Kenya haijaturuhusu kuua ovyo ovyo. Kwa hivyo ukiua utafanya nini? Ufalme wa Kenya umetukubalia kuvuta bangi ama kulima bangi? Umetukubalia? Hebu nisaidieni. Si tunasoma pamoja. Imetukubalia? Hapana. Ukipata na utafanya nini? Kwa hivyo disobedient ina consequences zake ambazo tutaangalia. Kwa hivyo Biblia inaposema ya kwamba tuwe watoto wa kutii, Biblia hata Mungu aliwaambia wana wa Israeli ya kwamba mkilitii neno langu na hizi mibaraka zitaandamana na nyinyi. Kwa hivyo Biblia imetuelezea zile baraka ambazo zote tutazipata baada ya kutii. So obedient ina disadvantages na ina advantages. So neno linasemaje kuhusu obedience? So andika hivyo, utaandika obedient iko na advantages and disadvantages, na zote tutaangalia kwa kusaidiwa na Roho Mtakatifu. Neno la Mungu lasemaje? Wacha tuanze na Waefeso, ndio tujiulize kama sisi kabisa tuna obey ama sisi ni watoto watiifu.
Ephesians 6 yenye tunajua kwamba inasema ya kwamba you children obey your parents in the Lord, for this is the right. Si ndio Biblia imetuambia ya Efeso ngapi hiyo tunaijua kwa kichwa? 6 chapter 6 verses ya kwamba you children obey what? Your parents. But Yesu Kristo yeye mwenyewe alisemaje kwa huyu mtoto mtiifu? Kwa sababu ukiwa mtoto mtiifu, ukitii ufalme wa Mungu, when you obey God's kingdom, unapotii neno la Mungu litakusaidia, lina manufaa. Unapotii neno la Mungu linakusaidia. Kama saizi wengi wenyu saizi mko kwa masomo, kwa hivyo unapolitii neno la Mungu, kutii kunaambatana na wisdom, knowledge na revelation. Si hizo vitu vitatu tunavihitaji shuleni? Si mnahitaji wisdom? Si mnahitaji knowledge? Si mnahitaji revelation? Ufunuo. Wakati mwalimu wa biology amesimama, wakati mwalimu wa mathematics amesimama, kitu yenye huwa inatusaidia ni nini? Ufunuo. Tunapata ufunuo wa kumbe hii hesabu ilikuwa hivi. Kwa hivyo tu, si ati obedient inatusaidia tu kwa spiritually, even academically inatusaidia. Wale ambao wanafanya, ambao ni working class, still obedient itakusaidia namna gani? Kama saa hizi huwezi kulifunza neno la Mungu, huwezi kukaa duniani bila wisdom, huwezi kukaa hii duniani bila knowledge. Wisdom ni nini kwa Kiswahili? Hekima. Knowledge ni nini kwa Kiswahili? Ni maarifa. Si mmejua na mnajibu kwa uoga. Haya, na revelation ni nini kwa Kiswahili? Ufunuo. Discerning spirit ni nini? Discernment spirit ni kwa Kiswahili? Kwa Kiswahili discernment spirit, ufafanuzi wa maroho. Unakuwa na huo ufunuo, ama unafafanuliwa kiroho, unaelewa mambo ambayo haungeelewa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo neno linasema ya kwamba, kwa hivyo hiyo tumejua. Siku nataka tusome, nilikuwa tunataka tuiguzie ndio tujue Yesu Kristo alisemaje kwenye Yohana. Masi wetu atatusaidia kusoma Yohana 14 mstari wa 23. Yohana 14 mstari wa 13. Tunaingia kuhusu obedience. John chapter 14 and verses 23. Pole tumfunue kwenye kitabu cha Yohana sura yake ni ya 14. Tasoma kuanzia mstari wa 23. Na kama mmepata mnasema haleluya. Haleluya. Na wenye wajapata watuambie amen ndio tuwagoje. Haya, funueni basi. Na mkipata mnasema haleluya. John chapter 14 verse 23. Jesus replied, anyone who loves me will obey my teaching. My Father... Please, Masi, wacha tuanzie 19 ndio tuelewe. Pole. Sawa. John chapter 14 verse 19. Before long the world will not see me anymore, but you will see me, because I live you also will live. 20. On that day you will realize that I am in my Father, and you are in me, and I am in you. 21. Whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them. Verse 22. Then Judas, not Judas Iscariot, said, but Lord, why do you intend to show yourself to us
and not to the world. Jesus replied, anyone who loves me will obey my teachings. My Father will love them, and will come to them and make our home with them. Amen. Thank you. God bless you. Haya, tumesoma kwenye Yohana sura yake ni ya 14. Tukaanzia mstari wa 19. Tukaenda hadi mstari wa 24. Na neno limetuambiaje? Ati a little while longer and the world will see me no more. But you will see me, because I live, you will live also. Nani aliyesema yale maneno? Yesu Kristo, si ndio? Na wakati alikuwa anasema yale maneno alikuwa wapi? Msisome Biblia, sasa niangalieni ndio tujibu. Alipokuwa anasema yale maneno alikuwa wapi? Siku hizo alikuwa wapi? Alikuwa mbinguni ama hapa duniani? Hapa duniani. So aliposema yale maneno ya kwamba kwa sababu mimi ninaishi, nanyi mtaishi. Mbona akasema yale? Mbona watu wengine wako hai lakini nikao wamekufa? So kutii neno kwa sababu hii Biblia yote kila mahali kutoka Old Testament kwa mwanzo ukienda mpaka Revelation ama Ufunuo kwenye New Testament, kila neno linatufunza ama kila kitabu kinatuhimiza kuhusu kutii. Na hiyo siku ya kiyama ambayo tumeishi kuigojea, ambapo tutasikia tarumbeta ikipigwa huko hewani, wakati Yesu atakapokuja kuchukua kanisa, atawakujia wale ambao wametii. Kwa hivyo ndio unasikia Yesu anasema ya kwamba ati ni muda tu mchache mtaniona, muda tu mchache mtanikosa, lakini kwa sababu ninaishi, nanyi mtaishi. Tutaishi kwa sababu gani? Kwa sababu ya kulisoma hili neno na kulitii. So yule ambaye yu hai, ambaye ana Yesu ndani yake, ni yule ambaye ni mtoto mtiifu. So ujiulize, na kuwa mtoto mtiifu si kwa sababu unaenda kanisani, si kwa sababu ati umebatizwa. Usiseme ya kwamba ati hapana, mimi huwa naenda church, nimebatizwa, huwa napokea ama nakula meza ya Bwana. Kulisoma hili neno na kulitii Yesu. Kwa hivyo utiifu wakati unasoma neno unalitii. Haya maneno yalinenwa na nani? Na Mungu. Akanena na mababu zetu ambao leo hii walishaenda, hawapo. Lakini hao walikufa, lakini neno halijakufa, lingali hai. Kwa hivyo yule ambaye ni mtiifu ni yule ambaye ana Yesu ndani yake. Na nikusemaje, ukiwa na Yesu ndani yako, una neno la Mungu ndani yako. So Yesu akwambia kwamba ni muda mchache tu mtaniona, muda mchache tu hamtaniona, lakini nyinyi mtaishi, kwa sababu nitaishi. Mimi naishi, nanyi mtaishi. Kwa hivyo yule ambaye anaishi katika dunia hii, si maisha tu yale yenye tunasema ya kwamba tuko hai, hatujakufa. Kuna wengi wako hai, lakini unaona wako hai, lakini ni kana kwamba wamekufa kwa sababu yale ambao wanayoyafanya. Kwa hivyo neno likasemaje mstari wa 20? At that day you will know that I am in my Father, and you in me, and I in you. Ati wakati huo mtajua kwamba mimi ni, Biblia imesema kwamba ni katika nani? Katika Yesu mwenyewe anasema mimi ni katika Mungu, na yeye mimi Yesu Kristo niko ndani yenu, nanyi mko. Sasa ujiulize, tumejifunza neno kutoka tukiwa Sunday school, tumejifunza neno la Mungu,
Sasa we ujiulize, nina Yesu ndani yangu. Ninaye Yesu ndani yangu, kwa sababu ndipo huwezi kutii ufalme ambao haujui. Ili uelewe huu ufalme, lakini lazima ujue Mungu ni nani, Yesu ni nani, na Roho Mtakatifu ni nani. Mbona waitwe the three trinity? Kazi ya Mungu kama kazi ya the three trinity inatusaidia kazi gani? So tujiulize, ili tuingie kwa obedience. Tujiulize, Mungu ni nani? Tunafaa, tumeona kitu ya kwanza, lazima tuwe watiifu kwa ufalme wa Mungu. Mungu ni nani? Sasa nataka mnijibu. Wewe unaelewa Mungu ni nani? Yesu ni nani? Roho Mtakatifu ni nani? Wanatusaidia kazi gani? Wakati tunawaita the three trinity, wanatusaidia kazi gani? Hebu nipate mtu ambao watatuelezea Mungu ni nani. Kwa hivyo Peter, asha microphone ndio tuweze kuelezewa, tujue Mungu ni nani. Tuko kwenye obedient, kutii. Lakini before tutii, huu ufalme wa Mungu undwa na Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Ndiposa tunaambiwa kwamba, na tunaambiwa ni command, tunaamuriwa ama kuamuliwa tutii ufalme wa Mungu. Mungu ni nani? Wewe mwenyewe unajua kwamba huwezi enda kwa shetani. Utaki kuwa devil worship, unataka kuwa mtoto wa Mungu. Unaelewa Mungu ni nani? Na sasa nitaenda kwa line. Nitaanza kwa line ndio watu wajibu. So nitapoint. Mungu, mtu atuelezee Mungu ni nani. Hebu tueleze. Simama utueleze. Haya, songa hapa mbele ndio wakuone vizuri. Panda hapa juu hapo. One. Mpigieni makofi. Mungu ni yule mtu mwenye tunafai kumwabudu. Ati Mungu ni yule mtu tunafai kumwabudu. Mungu ni mtu ama ni mwanadamu ama ni Mungu? Ni Mungu. Ni Mungu. Ati tunafaa nini? Kumwabudu. Kumwabudu aje? Na kumtumikia. Tutamwabudu aje? Unaitwa nani? Samuel, umetoka wapi? Maroroi. Hebu tueleze, umejua. Hebu tueleze tunafaa kumwabudu aje na kumtumikia? Kumwabudu ni aje? Kama kuomba. Kumuimbia. Na kumtumikia ni aje? Tumtumikia aje? Tutamtumikia aje? Tumtumikia aje? Hebu angalia Pasakaro, maybe atakusaidia. Tumtumikia aje? Tutamtumikia aje? Na kweli na roho. Tutamtumikia kwa kweli na roho. Mpigieni makofi, si amejua? Mwingine atueleze kati ya Yesu na Mungu na Roho Mtakatifu, nani aliumba mbingu na nchi? Hebu mmoja simame atueleze. Kuna mmoja pale, I think tungekuwa na microphone mbili. George, ukae saidi hiyo, naye Peter saidi hii. Haya, tuelezewe kati ya Mungu na Yesu, kwa sababu tumeona ni falme ambazo tunafaa kuzitumikia. Nani aliumba mbingu na nchi? Na utuelezee kwanza Yesu ni nani, na utuelezee jina. Okay, kwanza naitwa John. John kutoka wapi? Kutoka Moiki. Barikiwa sana. Na Body of Christ Githurai. So Bible inasemanga in the beginning was God. And then God, there was word. And then there was spirit. So God is the creator of all things. But God, still God, Christ live with God. Walikuwa naishi pamoja na Mungu. I believe God through Jesus, the word, then through the power who is the spirit, he made everything. Ebu rudia kidogo. Ebu elezea hapo tena kidogo ili waelewe. Umeelezea vizuri sana.
Kuna Mungu, Aha. kuna Mwana na Roho Mtakatifu. Aha. Mungu ni yeye aliumba kila kitu kupitia Mwana ambaye ni yeye neno through the power which is the Holy Spirit. Wow, mpigieni makofi. Semeni abarikiwe. Abarikiwe. Ati Mungu ni yeye aliumba nini? Kila kitu, na aliumba through, akatuelezea maneno matatu. Aliumba, Mungu alikuwa ni nini? God was, and the word, na kaumba kila kitu kupitia nini? Through? No, through? Hamkushika. No, hakusema hivyo. Ametuelezea vizuri. Hebu tuendeni kwa Genesis chapter 1. Weke kalamu hapo kwenye tulikuwa tuangalie. Genesis chapter 1. Ili tujue hii ufalme huu tunafaa kutii ni ufalme gani? Biblia inasema kwamba mmefika hapo, semeni haleluya. Ati in the beginning God created the heavens and, so in the beginning God created what and what? And the earth was without form. So, and the void and darkness was on the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the water. So tumeelezwa vizuri. Ametuambia naitwa nani? John. Ametuelezea vizuri ya kwamba ati Mungu aliumba mbingu na nchi kupitia nini? Mungu alikuwa nini? Neno. Na akaumba mbingu na nchi kupitia nini? In the beginning God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was on the face of deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Then God said, let be there light, and there was light. Who is when the Bible say God said let there be light, and there was light. So tunajifunza ya kwamba light ni nani? Jesus Christ. Si tumeelezewa hivyo? Na ninawauliza swali msemi. So akiumba bingu walikuwa pamoja, hawakuwa pamoja? Walikuwa pamoja. Yesu Kristo alikuwa hapo. Yes, Roho Mtakatifu alikuwa mahali pale. Walikuwa wote pamoja. So ndio tunajifunza neno, tujifunze aje? Huu ni ufalme uko pamoja. Na ndiposa kwenye kitabu cha Ecclesiastes ama Mhubiri, ama ukipenda kwa Kiswahili, kwa Kikikuyu pasa karo diganeirwo ndonyire gukudari ganero ne Gikuyu. Kwa Kiswahili Kikuyu inaitwaje? Koherethu. Ecclesiastes ama Mhubiri. Biblia inasema ya kwamba ati kanda ama kamba ambayo imeundwa na nyuzi tatu ni ngumu sana hiyo kamba kukatika. Ni Mhubiri aliyesema yale maneno. Atika ile kamba ambayo imeundwa na nyuzi ambazo zimeshikana ni tatu, ni ngumu sana kukatika kwake. Kama hichi kitambaa ambacho nakitumia hapa, ukitazama ndani kuna nyuzi ambazo zimeunda hii kitu kupitia kwa machine. Kwa hivyo the more kamba, kama ingelikuwa kamba moja, ikuwe tu ni kamba moja tu, hakuna kitu kingine, ingekuwa ishatokana. Kwa hivyo alikuwa nataka kutuelezeaje ya kwamba nguvu ambazo ziko ndani katika Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Na ndiposa wakati Yesu alikuwa hapa duniani, ukisoma neno kwenye kitabu cha Yohana, Biblia inasema ya kwamba alitizama juu mbinguni, akasema ya kwamba Baba, sijaomba ya kwamba uwatoe hapa duniani, mbali kuwalinda uwalinde, ili wasiharibiwe na yule mwovu. Naye Yesu alipokuwa anapaa, akatizama wanafunzi wake,
Na akamwambia kwamba sitawaacha kama mayatima, mbali nitawaachia msaidizi. Naye msaidizi ni nani? Roho Mtakatifu. Kwa hivyo kila falme ama hizo falme tatu ambazo tutaangalia, ufalme ambao utakaochagua kuutii, ujue kwamba una nini? Matokeo. Ni kule moimerera matokeo. So turudi kwa neno ambalo tulikuwa tunalisoma kwenye kitabu cha Yohana, ya kwamba kuhusu kutii. Kwa hivyo ufalme ambao tunautii ni wa Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Na ni ufalme ambao tunasema ni ufalme wa utakatifu, ufalme wa kweli, na ufalme wa nini? Wa haki. So neno linaposema ya kwamba, wakati neno linatuambia kwamba Mungu ataishi ndani yetu, ataishi ndani yetu aje? Lazima tubadilike. So falme ambayo tutaiongelesha leo ni falme ya wewe mwenyewe. Uongeleshe falme, your own kingdom, ambao ni mwili wako, uongeleshe. Kwa sababu kila wakati unapotenda dhambi, ni mwili huu, wewe unayo nguvu ya kusema la, na unazo nguvu za kusema yes. So wakati mtu anakuambia tutende dhambi, unazo nguvu za kusema la ama hapana, ama yes ama ndio. Unazo nguvu, hizo nguvu uko nazo. So Mungu anataka, ndipo unasikia Biblia inasema kwamba tutabadilishiwa hii miili. So ni wewe ukate kauli. Umemjua Mungu, umemwelewa Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Na unajua kwamba Mungu hapendi uchafu. Mungu, unapokataa kutii, unajua kwamba wewe si wa falme ya mbinguni, ama si wewe si wa ufalme wa mbinguni. So mstari wa 21 unasema kwamba he who has my commandments and keep them, it is he who loves me, and he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. Nitajionyesha mimi mwenyewe kwake. I will manifest myself to him. Tajionyeshana kwake. So tuanze kuanzia mstari wa 21. Tuko tu kwenye tunajifunza about kutii. Yule ambaye anayependa amri zangu 10. Biblia inasema kwamba he who has my commandments and keep them, yule ambaye anatii amri zake 10 na anatenda kulingana na vile amri 10 za Mungu zinasema. Anasema ya kwamba, Biblia inasema ya kwamba it is he who loves me, ni yule ambaye anampenda. So hebu niambieni kutoka number 1 to number 10 amri za Mungu. Mtu mmoja asimame aseme ya kwanza, the 10 commandments of the living God, ambazo Musa was given in Mount Sinai. Mtu wa kwanza, Sharin, simama. Nimesema nitachagua sasa. Umenyamaza sana. Amri ya kwanza. Tutaenda kutoka amri ya kwanza, kwa hivyo nikikusimamisha unajua tuko kwa amri ya 4. Sharin, tuambie amri ya kwanza. Do not worship in... No, salimia kwanza church, say hi to church and then tuambie majina. Praise God. Praise God again. Nimeokoka, naitwa Ashaz ama naitwa Sherinjeri. The first commandment is do not worship any other but me. Ni kweli? Ni kweli? Hebu pitani ya mshiu ya mwenye amelala karibu na wewe. Mwambie simama tupe amri ya kwanza. Simama brother. Sasa hamtalala, nitatembea mpaka huko ndani. Sasa hakuna kulala. Tupe amri ya kwanza. Simama ndugu. Simama ndio tueleze. Pardon the question. Unfortunately you are sleeping when we were discussing. It's your fault. Ulizia kwa rafiki tunaelezea kuhusu nini. Umelala.
Ugane wehia waku munene. Ne wehia wakwa munene. Gaidekera. Gaidekera. Toraria about rere. The 10 commandments of God. Utueleze the first one from number 1 to 10. Sasa utueleze namba ya kwanza ni gani? Kwanza. In order. Yeah, the first one, just one. And then hao wengine watatuambia the other 9. Do not steal. We want the first one. Leo tumekushika. Peupe kwanza. Be obedient. Tunataka number 1. Tunataka number 1. Number 1 ni gani? Msimcheke, tuko kanisani tunajifunza, si ndio? Number 1 ni gani? Haya, saidiwe. Haya, peana kwa hii, wapatia na hapa picha. Ama kuna mwenye anataka kujibu hapo nyuma? Leo nitawashika. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. Naitwa Patience. Now the first commandment is, I am the Lord your God who brought you out of the land of slavery. You should not have any other God but me. Wow, clap for her. God bless you. Thank you so much. You should not, apart from, kwa hivyo tusiabudu, sitaabudu miungu mingine. Hebu simameni tuimbe huo wimbo. George tusaidie. Sitaabudu miungu mingi. Nao wanayuthi nataka kuwafukuza hapa. Ndipo muende huko niposa nitawauliza maswali. Msijifiche hapo. Magoti yangu ni mwenye haimbi na muita hapa. Atuambie namba 2. Sadaka zangu ziwe manukato. Yesu astahili sifa. Sitaabudu miungu mingine iliyo na mifano yoyote. Sitapiga magoti yangu ni sujudu. Nitakusanya sadaka zangu ziwe manukato kwa Yesu wastahili sifa. Amen. Sasa tunyamaze. Tumejua ya kwanza ni nini? Usiabudu. Utatii nini yenye haujui? Lazima ujue. You cannot obey a kingdom that you don't know or you don't have any information about that kingdom. So, for you, ndiposa uweze kuwa mtiifu, lazima you do your own investigation, your own study. Ujue God's kingdom inafaa nini? Mungu amesema nini? Hebu tuketi chini. Bwana sifiwe. Number 2. Number 2. Kuna mmoja ameinua mkono hapa, tuambie number 2. Na siko kwa Biblia. Si mko nayo hapa kwa Biblia. Lakini msiangalie. Msiangalie ndio tujue. Simama dada. Praise God. Amen. Praise God again. Naitwa Koi. Na ya pili ni do not worship. Do not bow down to any idol. Malizia. Or worship any other God but me. Mwingine amejua? Ameijua? Hajajua. Tupata mwingine mwenye anajua. Number 2. Mimi nimesema Koi hajajua. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. Mimi naitwa Lorena na commandment ya pili ni, you shall not make for yourself idols in the form of anything above, in the form of anything in heaven above, or earth beneath, or in the waters below. You shall not bow down to them nor worship them.
Amen. God bless you. Clap for her. And also clap for Koi. Amejua. Nitaka kujua kama hata nyinyi mmejua. So, hayo yote tuyajue. Tumebakisha 8. Lazima ujue. Watu wamezoea pale kutoka number 5. Lazima uzijue. Na ujue 5 ni za mwanadamu. The 5 commandments ni za mwanadamu. The other 5 commandments ni za Mungu. So kuna zako utii. Mungu amekuelezea vizuri. Kwa sababu Mungu aliposema ya kwamba usiibe, usidanganye, ama usiseme uongo. Yeye Mungu kwa kingdom yake hakuna uongo. Ni sisi wanadamu tunaosema uongo. So tutaangalia wengine baadaye. So tuendelee na neno linatuambia kwamba yule ambaye amependa Mungu ni yule ambaye anazishika amri 10 za Mungu na anatenda kadri na vile amri 10 za Mungu zinavyosema. So wakati unaongea uongo, wewe ni mtiifu. Si mnaongeanga uongo? Wewe ni mtiifu. Nijibuni, wewe ni mtiifu. Wakati umedanganyana, mam nimemaliza pocket money na hujamaliza, unasema ukweli ama uongo? Wakati umeiba blouse ya mtu, wenye wamevaa kofia butoeni ndio tuwajue vizuri. Wakati umeiba blouse ya mtu, umelitii neno ama umekataa kulitii? Umekataa kulitii neno. Kwa sababu huo ni wizi. Na Biblia inasema kwamba kwenye amri 10 za Mungu zinasemaje? Usiibe. So wakati hata uko nyumbani, kama saizi wenye mko apart from working class, wenye mko secondary, wenye mko primary, junior secondary, wakati unakuwa na boyfriend, unafanya makosa ama ufanyi makosa? Mkiona mnainama hivyo munatuo tumejificha mahali. Wakati Biblia inasema kwamba kwenye kitabu atia kwamba wakati alitaka kuongelea Song of Solomon, wakati alitaka kuongelea about love, alisema ya kwamba usiamshe kabla siku yake haijafika. Do not before it's due. So wakati umekuwa na boyfriend, umekuwa na boyfriend, munaenda na yeye, mshaanza ku have sex, wewe una obey neno ama una disobey? Una disobey. Na Biblia inasema kwenye Yeremia 18 ya kwamba nacho ambacho kitakacho zaliwa na dhambi ni kifo. Utaelekezwa kwa kufanya abortion. And you're still too young. Fanya abortion. Ukufe unapofanya abortion. Wengi wanafanya abortion, wanapatwa na madhara. Kutoka saizi wanapata madhara. Wengine wanakuwa punished na Mungu. So neno linapo kusema ya kwamba tulitii neno la Mungu. Kutii ni bora. Haikusaidii tu uko mbinguni, mpaka hapa duniani lazima tuwe watiifu. Kwa hivyo kile cha muhimu sana ni wewe ukuwe mtoto wa kutii. Mzazi hawezi kuona, mzazi hana macho kama yake Mungu. Babako hawezi kuona, mamako hawezi kuona, hata wazazi wako ama your guardian. Lakini kuna jicho ambalo linaloona usiku na mchana. Hata wenye ni working class, wenye wanafanya kazi, kina Pastor Daniel, kina Masi, kina Njeri, msifikiri ati hapana hivyo ndio tutorieka, kina Kamau hapa, kina Pita ama kina Devi wangu hapo. Msifikiri ati nyinyi ni wazuri, ati ujue kwamba nimelala. Huu mwili wangu Biblia inasema ya kwamba love your God with all your love your God with all your heart, soul, mind,
lazima zifike maneno matatu vile Biblia inavyosema. Love your God with all your body. Number 2, heart, soul, spirit, ama soul. Si ndio? So, wakati hata nyinyi mko kwa working class, mnasema kwamba niko na ka boyfriend. Ukilala tu huko mnafanya madhambi zenyu. Mnakuja ati siku ya harusi mtashikanishwa, hakuna mtu atajua kwamba mmekuwa na tu boyfriend, mmekuwa mkifanya dhambi. Hakuna ambalo Yesu Kristo alisema kwenye Mathayo. Hakuna ambalo litafichwa ambalo hata lifichua. Nothing in this world is hidden that the Lord will not reveal it. So that wickedness yenye ulifanya na hapo, and ukarudi ukakuja ukasema praise the name of the living God, Mungu aliiona. Unafaa kutubu. So, kutii tunatii ufalme gani? Ufalme wa Mungu. Hakuna kitu kingine. Na kuna kati ya mwanadamu, huyu ni mwanadamu, huyu ni Mungu, huyu ni shetani. Unachagua, nitamtii nani? Mwanadamu anataka tukunywe pombe. Mwanadamu anataka kutumia mwili wako. Ukiwa kijana akuingize kwa gayism, ukiwa msichana akuingize kwa lesbianism. Mwanadamu anataka kukufanya yale madhambi. So ni kwako ukate kauli. Unataka kuishi kuheshimu ama kutii ufalme mgani? So Biblia inapotuelezea kwamba kutii neno la Mungu, Yesu akasema kwamba yule ambaye anazo amezishika amri 10 zangu na anafanya kadri na vile ninavyosema na litii, anasema ya kwamba it is he who loves me, ni yule ambaye anampenda. Kwa hivyo yule mtiifu, kutii ndio inaonyeshana huyu mtu anampenda Yesu. Kwa sababu kama umependa wazazi wako, si kusema ati nimependa wazazi wangu na waza kuhusu wazazi wangu, ni wakati unatii. Hata mimi ni mzazi. Wakati naona watoto wangu Johnny, Mimo, Ben, nikiwatuma wakose kwenda nitajua kwamba hawanipendi. Huwa nawaambia tu hadharani, haunipendi. Ungelikuwa mnanipenda ungenitii. So, kama unapenda Mungu, kama unalijua neno la Mungu, ungelikuwa umelitii neno la Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mstari wa 21 unatuelezea, see, and he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. Yule ambaye anayenipenda kwa sababu analitii hili neno, nami nitampenda. Naye babangu huko mbinguni, kwa sababu baba ya Yesu Kristo ni nani? Abraham, si ndio? Baba Yesu Kristo ni nani? Si ni Yusufu? Baba Yesu Kristo ni nani? Ni Joseph. Wangapi wanasema ni Yusufu? Kwani nyinyi mjui baba Yesu Kristo ni nani? Ni nani? Oh, salimia wengine high five. Mwambie kweli tunajua. Kwa hivyo baba ya Yesu Kristo ni Mungu. Kupitia Yohana tu wakati walikuwa hapa juu, kupitia Yusufu. Ni wakati tu Yusufu alitaka kuona na Mariamu. Lakini Yesu Kristo alikuwa wa Roho Mtakatifu. So, yule ambaye anayependa Yesu mwenyewe akasema, yule ambaye anayenipenda ni yule ambaye amezisoma amri zangu 10 na amezishika. Kwa sababu kutoka Genesis Old Testament mpaka Revelation New Testament, yote ni kutii. Tii neno. Ni Yesu amenena, ni Mungu amenena. Hatuyasomi na kuyafuatilia na kuzitii ama kutii maneno ambayo yaliyosemwa na wanadamu. Ni Mungu aliyenena vinywani vya wanadamu, kapitia wanadamu. So, Yesu akasema kwamba yule ambaye huyu ananipenda, naye Mungu amempenda, naye babangu atajidhihirisha kwake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kila mahali niposa unaonanga, unakaa unajua haya, huyu alikuwa false prophet.
Mungu anajidhihirisha, anasema huyu sio wangu. Na yule ambaye ni wake Mungu anajidhihirisha. Kwa hivyo ukiwa shuleni, ukiwa nyumbani, kila jambo unalolitenda, Mungu atajionyeshana, huyu si wangu, kwa sababu ya yale ambayo unayoyatenda. Tumalizie mstari wa 22, nasema ya kwamba Judas, yule Judas Iskariota, said to him, Lord, how is it that you will manifest yourself to us and not to the world? Judas alimuuliza, na ujue kumbuka walikuwa wanaendamana na Yesu Kristo kila mahali wakati Yesu alikuwa duniani. Yuda alikuwa pamoja naye. Kila hatua Yesu alipokuwa na kanyanga, Yuda alikuwa mahali pale. Lakini akamuuliza, utajidhihirishaje kwetu ama kwa mwanadamu ili hali si kwenye dunia? Alimuuliza Yesu. Kwa sababu gani? Yesu yajidhihirisha kwa yule ambaye ni mtiifu wa neno lake. So kutii si kukuja kanisani. Unaweza kuja unakuja kanisani lakini wewe si mtiifu. Matusi ukianza kuiachilia hapa. Biblia inasema kwenye Proverbs 16 ya kwamba ni ndimi ambazo zanena uongo ni chukizo kwa Mwenyezi Mungu. So ukianza kuongea uongo, ati nimempanga akapangika, lakini kupangwa na kupangika ni kwa shetani, ni uongo. Ndimi ambazo zinanena uongo, Biblia inasema kwamba ni chukizo kwa Mwenyezi Mungu. So badilisha mienendo. Wewe ungali mdogo, Biblia inasema mkumbuke Bwana wakati huu una udogo wako, kabla ya uzee hujaingia. Hata sisi tulikuwa mahali pale mko. Lakini leo hii tukiongea na hao wachungaji, kuna wakati wao tunatizama, unaona ya kwamba I wish singefanya hivi, I wish singefanya hivi. Kuna wengi ambao wanatamani, nyinyi mnafanana tunda ambalo limeiva liko kwenye mti. Liwe ni tunda la embe, liwe ni tunda la chungwa, liwe ni tunda la avocado. Mtu anatizama tu hivi anakutamani. Kuna wengi huwa wanawakula kwa macho. Hivi tuko tugaga kulia kwa maidho. Mtu anakutizama, anaangalia usichana, anakutamani. Anakutazama hivi tu, ukiwa kijana anakutamani. Lakini ujana unapotoka kwa sababu ya kutotii neno, hata ufanye nini? Once msichana ashajiingiza kwa sexual intercourse, kijana kishajiingiza kwa sexual intercourse, ujana ushaenda. Kitu yenye huwa tunapokea cha pili ni second virginity, yenye tunapokea after salvation and then redemption and deliverance. Hiyo tu. Usichana hata utajua huyu msichana huyu angali ameshikilia usichana wake. Utajua msichana mkora tu kumwangalia tu hivi. Through the help of the Holy Spirit. Utajua mwili msichana ambaye ametii Mungu. Utamwangalia hivi hata ama ninanena uongo. Si ni kweli Pastor Lucy? Unatizama hivi unaona huyu ni msichana ametii ufalme wa Mungu. Kwa sababu gani? Hajakubali gutagatagwo nigiko kiarume remedete gutagatagado. Hajakubali gutagatagwo ni ile tweremedete gutagataganake. So ni kwako. Hata kama ulishafanya yale, kuna still second virginity. Kutoka leo nitakwambia kama Yesu Kristo alivyosema wakati aliletewa yule mwanamke alikuwa anafanya dhambi, akamwambia kutoka leo usitende dhambi. So hakuna haja ya uharibu usichana wako. Unapotoka hauwezi rudi. Uiritu wathie ni wathie, wanake wathie ni wathie. Kwa sababu gani? Ni consequences, matokeo ya kutotii neno la Mungu. Lakini ukilitii utatunza usichana wako. Sisi leo hii tuna regret. Wengi wetu tulipotea njia. Tunatamani tukisema kama siku hiyo, kama majira na miaka inaweza kuwa rewarded hivyo irudishwe nyuma, tuwezi tenda yale ambayo tuliyotenda. So tunza ujana wako. Tunza usichana wako, ni wa maana. Ni kitu ambacho Paul alimwambia Timotheo
Kwa sababu Timothy was a spiritual son to Paul. Akamwambia, may you guard that good thing that was entrusted in you. Na wewe tunza that good thing God entrusted in you. Kiyo kitu poa Mungu aliweka ni cha ujana. Kitu cha uzee hakuna kitu. Hakuna kitu tutasema tumepewa, nyinyi ndio mna kitu, that treasured thing. Kitu cha thamana sana mko nacho, ambacho wengi wanakiona, wanakifuata usiku na mchana. Wanakitafuta usiku na mchana. Wanakitamani usiku na mchana. Kitunze. Tunza hicho kitu kilichotiwa ndani yako. Kishaenda. Kuna wengi hapa ambao wamefanya abortion. Yes, atasimama hivi ni msichana. Lakini tutatizama uangalie, hapa hakuna usichana. Kuna wewe vijana hapa wamepeana pesa, wamefanya abortion. Mungu anakuhesabu ukiwa, Biblia inasema kwenye commandments za Mungu, usiue ni namba ngapi? Usiue ni namba ngapi? Usiue ni namba? Kama umeshafanya abortion ukiwa msichana na ulipea mtu pesa ukiwa mvulana atoe mimba, umeua ama hujaua? Umetii ama hujatii? Hujatii. Na mtu yote ambaye hajatii ni chukizo mbele yake Mwenyezi Mungu. So, wasichana wetu, Mungu wahurumie. Msije mkadanganywa na wazee hapa kanisani. Ati trust mzee kwa sababu umemwona ni wa kanisa. Usiwa trust. Wanakuangalia hivi, wanaona hili ni embe. Kuna wengi ambao wanaochuna embe walile kwa sababu wako njaa. Kuna wengi ambao wanachuna lile embe waliume, walirudi walitupe. Naye mtu mwingine apita mahali pale alipate. Gari lipite lilikanyange. Miguu ipite ikanyange. So tunza usichana. Tunza uvulana. Unapoenda utautamani. Na siku moja utakumbuka maneno haya ambayo yote umeongeleshwa na wachungaji. So ndipo tumesema kwamba Yesu amesema yule ambaye atatii neno lake. Yule ambaye atalitii neno lake yeye mwenyewe ametii Yesu na Yesu amempenda. Na kutii mwili wako, si tulisema mtu ako na kingdom. Kutii mwili yako ni hiyo. Ya kwamba kwa nini? Sijui ni Solomon alisema yale maneno. Ni Solomon alipokuwa, ama ni Daudi alipokuwa anampa mawaidha mtoto wake Solomon. Akamwambia, kwa nini upatiane udogo wako kwa mtu ambaye hana huruma, mikono ambayo haina huruma? So mwili wako utii, jiheshimu. Kuna siku moja mtangazi mmoja alisema, siku moja akiwa kwenye radio, leo ni MP Githogori, alisema, treat yourself like a king and people will treat you also like a king. Treat yourself like a queen and people will also treat you like a queen. So if you treat yourself like Kihangara, that's how people will treat you. Come away, you'll just be like a maize cob. Anybody with teeth will just take and udadora bebe agagote. So jiheshimu, tii mwili wako. Bwana asifiwe. Hebu jiangalie wewe mwenyewe kijana. Jiangalie vizuri. Hebu angalia mwili wako. Acheni kuniangalia, angalieni mwili yangu. Mimi nishakuwa shosho. Mwacheni kuniangalia. Hebu jiangalie, jitii. Tii huo mwili. Tii mawazo yako. Wacha kutiwa uchafu. Wakati mawazo yako kama saizi. Kuna wengi ambao wana simu. Wazazi wameweza kuwanunulia simu hata za bei sana. Kwa hivyo mtu ambaye ana mauchafu anakutumia that video clip ya pornography. Anakuchafua nini? Mawazo. So akisha kukuchafua mawazo utaanza nini? Kufikiria jambo ambalo haukuwa nalo. Tii mawazo yako. Biblia imesema kwamba mpende Mungu muumba wako kwa mawazo yako yote. So wakati una watch pornography, na unajua pornography. Pornography, ukisha watch pornography lazima usifanye vile wanavyofanya. Kama hutafanya na mwanadamu, utaenda kwa romance. Utatafuta vitu ambavyo they will satisfy you sexually. And to that ushakuwa defile. So pornography haina kitu ingine.
So wakati mtu anakutumia hiyo video clip ya pornography, ufanya nini? Utaenda masturbate. Utaenda kufanya nini? Kutafuta mwanamume, mwanamke, na ungali mdogo. Ni miaka yenyu ya kusoma. Ni wakati mna lay another foundation. A foundation. See another, your foundation. Some of us, we did not manage to raise a good foundation. We are regretting today. We are crying today. We've seen the consequences of not raising a firm foundation. We are crying. Secretly, some of us are crying, hiding our tears there. Tunalia mchana, usiku mchana tunawachekesha. Ninapokutizama natamani laiti ningetunza usichana wangu. Maybe Mungu angenitumia zaidi sana. Bwana asifiwe. So ni wakati wa kutii mwili. Usiwe, Biblia inasema ya kwamba sikumbuki maandiko kabisa exactly kwenye Biblia inasema, lakini nakwamba najua nitakusaidiwa. Ate totigatwike shihori. Mnajua shihori ni nini? Mnajua shihori ni nini? Nani hajui? Kihori ni nini? Ni calabrash. Ite yuko? Karabash hiyo. Kihori ni ile tunaweka nini? Uji. Na nini nyingine? Githeri. Tunakulianga hapo githeri. So hiyo kihori hiyo, usikue hiyo kihori ya kutuliza mwanamume ama mwanamke anapokuja mwili wake ukiwa na joto. Tii mwili wako. Wewe ni wa thamana sana. Watu wataishi kukuambia wanakupenda. Mpaka saa hizi ukiuliza hata hao wachungaji, hata mimi saa hizi mpaka nilianza kuambiwa tunakupenda negwedete. Hata saa hizi kuna mtu atanitext niambie dikomaga kukueshiria. Yet I'm turning 50 years. So na niko na watoto wakubwa na nishaitwa shosho. Lakini mtu atanitext niambie sijalala usiku ni kukuwaza na kukuwaziwa. Hebu jiulize, na uko 20 na uko 14 years, mtu ameanza kukuambia saa hizi. Kwa hivyo yale matamshi ya uongo huwa yanaenda mpaka wakati uko kwa kaburi. Atukiwa kwa kaburi unasikia mtu anasema na neigia hiki liangania na ashaenda. So wasichana mgali wadogo na vijana, tii mwili wako. Usiwe hiyo kitu ati wewe ndio ihomokero. Ihomokero nitahitaji kwa Kiswahili. Ati wewe ndio unapumzisha watu. The way Biblia inasema in Psalm 55 verse 22, that cast your burden unto the Lord. Sasa watu wanakuja kukast huo mzigo mzito, hilo zigo wanalitupa kwako. Tii mwili wako. Na kama huwezi tii mwili wako, hata huwezi tii Mungu. Hata huwezi tii ufalme wa hapa duniani, our government. Huwezi tii. Kwa sababu gani? Unapokataa kutii ufalme wa mbinguni, huwezi kaa bila kutii. Lazima ukuwe na falme ambao unaifuata. Aidha kama ni ya shetani, mnaandamana na yeye na mwili wako. Anakupeleka pale, anakufikisha pale, anakurudisha kwa huyu, anakupeleka pale. So Mungu awasaidie. Hebu nisalimie mwenzako, salimia mwenzako, na ukiona akicheka ujue ana kitu. Na ukiona analia na amekasirika, mwambie pole. Mwambie pole kama ushapotesha ujana. Ndumwire sorry. Geithio cio thutha mwire sorry. Okorwo ni wateire onini waku. Geithio cio ngi. Kwa nini mtaki kuambia? Wenye hataki kuambiana, kwa hivyo ndio wametupa mara mingi. Mwambie ilienda. Muulize kama ilienda. Mwambie asijali. Mwambie kuna nafasi nyingine. Si ndio? Kuna nafasi nyingine asije, lakini kutoka leo hii usitende dhambi. Utatenda dhambi mpaka lini? Tii mwili wako. Ni hekalu, it's God's temple. That's what the Bible say. Our body is the temple of the living God. So kama hii mili ni hekalu yake Mwenyezi Mungu, na iwe. Kama umeokoka maanisha. Daudi alisema ya kwamba kutoka udogoni wake hajamuona nani?
Ithe tiguo tuinaga ndari munini na riu ndi mukuru, Daudi akiunga na ndire ndona mundu muthingu atiganĩirio. Alisema kutoka udogo wake hajamuona mcha Mungu ameachiliwa. So Bwana tusaidie. Hata tukiwa hapa kanisani ujue sio wote wamekuja kulipokea neno. Kuna kijana ambaye ni adui wa mwili wako, wa ujana wako. Kuna msichana ambaye ni adui wa usichana wako. Asikutie maneno ya uchafu. Ni kusoma utasoma ama ni kupendwa. Alafu unapendwa na kijana mwenye ako shule. Anapewa pocket money, ukipewa 300 na yeye anapewa 300. Alafu akwambia nakupenda, atakununulia nini? Atakutumia tu tupwe. Aende kwa mwingine ya join form 1. Aende mwambie nakupenda. Ampe 150 ya baki na 150. Atupe huyo. Agoje next year. Hivyo ndio wanafanya. Tunza mwili wako. Ni wa thamana. You have a treasured thing. Ni mwili. Ujana wako. Utunze. Kishaenda huwa haurejei. Utasimama kusema Yesu yeye ni kijana. Lakini utajua ndani yangu usichana ulishaenda. Ndani yangu vulana ulishaenda. Utunze. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kama tunampenda Yesu, tutii neno lake. Kwa hivyo tumeangalia maneno mawili. Na wakati tunatii ufalme wa shetani, tukitii ufalme wa shetani kukubali vile anavyosema, tumejiingiza kwa huu ufalme. Sio lazima ukue devil worship. Hapana. Kuwa unatii ufalme wa shetani, sio lazima tukue tumejoin Illuminati. No. Ni kukubali, umekubali nimekatana na kwenda, nilikuwa naenenda, Biblia inasema kwamba tukanyange nyayo zake Yesu Kristo. Tuna follow his steps. So wakati ninakataa kwenda na hii njia, nakubali nitaenda na hii njia. Naingia kwa ufalme wa shetani. Kwa hivyo shetani akisema nataka wezi, kwa sababu shetani kila wakati anagawa kazi. So sio lazima ukue devil worship. Hapana, yule mwenye ako na kofia pale nyuma hebu atoe. Wenye wako na kofia toeni. Tuko kwa kanisa. Sasa ukijifunika uso yote, mwanamume hafai kujifunika kichwa chake. So ni mwanamke, mwanamume ni hafai kujifunika kichwa chake. So wakati unaingia kwa falme ya shetani, unaikubali. Unaifuata maagizo, amri zake. Shetani akisema nataka wezi, unakuwa uko hapo. Nataka muende mkaibe vitu za watu munilete. Unakuwa among the thieves, unaenda, unapewa kazi na shetani. Kwa hivyo kufuata ufalme wa shetani, sio lazima atuinamie huo ufalme uingie huko, uanze kusacrifice watu. Hapana. Ni wakati unajua kwamba Mungu anasema ya kwamba alimwambia Haroni, kamwambia Harun, akamwambia Samson, akamwambia nani? Akamwambia mke wake, mamake Samson. Alimwambia mamake Samson ya kwamba usikuje ukafanya nini? Aliambiwa nini? Vitu vitatu. Nini? Usivute, usikunywe nini? Pombe na nini nyingine? Vitu ambavyo ni vikali na nini nyingine? Na asinywe nini? Na hayo yote alifanya. So wakati unajiingiza, wakati unajiingiza kwa unakuwa drug addict, ujue ufalme wa mbinguni umesema na usijiingishe kwa vitu ambavyo vinafanya mtu alewe, vitu ambavyo vina makali. Biblia imekataa. Ukikuja kwa ufalme wa Kenya, our own government, Kenyan government inasema kwamba usivute, imekataa. Bangi na sigari zozote imekataa. So wakati unakubali wewe ni wa nani? Shetani. Mnafanya naye kazi. Biblia imetukataza maneno ya masturbation. Kumbuka Biblia ikasemaje kuhusu wana wa Yuda? Yuda alikuwa nani? Yuda alikuwa mwana wa 4 wa Lea na Yakob. Na wakati walitenda dhambi, walifanywa nini?
Onan na Eri wote wakauawa sababu ya masturbation. Biblia imekataa. Na wewe umekubali. Kwa hivyo wewe ni wa nani? Wakati una masturbate. Biblia imekataa kwenye Romans, kitabu cha ya Warumi, ambao wanatumia hizo vitu ili waweze kujitosheleza kimapenzi. Wenye wanatumia kama ni nini, kama ni hizo vitu zote chafu. Wakati unakubali wewe ni wa nani? Umetii ufalme wa mbinguni, umedisobey. Na ukisha disobey kuna consequences, kuna matokeo. So jifunze, ulize ndani yako, ni jambo gani hilo ambalo nimekuwa nikilifanya ambalo halimfurahishi Mwenyezi Mungu? Ningekuwa nikienenda na mienendo gani? Baraka zake Mwenyezi. Kwa hivyo hebu jiulize, ufalme wa shetani amekwambia masturbate na wewe umekubali. Asubuhi unachukua kalamu ati kwenda kuandika, hautaweza. Mungu hawezi kukubariki kimasomo. Umelala tu, mdomo wako ndio umeamka kama walimu wa kuoni. Unavuta bangi zako pole pole. Na unatokea na unaambia grupi yako nimechoma kadhaa. Iko sawa. Biblia inasema ya kwamba nitakubariki kutoka nini? Nitakubariki, hautakuwa mkia bali utakuwa kichwa. Mungu atabariki hiyo kichwa? Haezi. Laana zingine tunazipata, tunajiletea sisi wenyewe. Kwa kufanya nini? Kwa kutotii. Unapokosa kulitii neno la Mungu. Na neno la Mungu lina makali. Linabariki, huyu tu Mungu anachapa, analainisha. So Biblia ikasema, tukimalizia 23 nasema Jesus answered. Tuko kwenye Yohana sura yake ni ya 14 mstari ni wa 23. Jesus answered and said to him, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. Kwa hivyo huyu ambaye anatii Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, wanakuja kwa ile nyumba, kwa huo mwili, wanaifanya kuwa kikao chao sababu ya kutii. So huyo ndio unaona watoto wengine shule, unaangalia hivi, unaona, unatamani, unaona watoto wanahubiri, au watoto wana speak in tongues, au watoto kiwaangalia hivi wako sawa. Kwa sababu gani? Mungu aliona hao ni watiifu. Mungu Baba, Mungu Mwana, wakafanya makao, they dwell in that person. He or she wanaishi kwake. Kwa sababu gani? Huyo mtu ni mtiifu. Kwa hivyo utiifu unafanya Mungu akae ndani yetu. Na Mungu akikaa ndani yetu atatusaidia. So kuna wengi ambao waliomaliza shule. Hata sisi kuna wenye ambao tulisoma nao primary, kuna wenye tulisoma nao secondary, kuna wenye tulisoma nao college, lakini leo hii tumeona wale ambao hawakutii neno la Mungu, tunawaona tu. Ambao walitii neno la Mungu, tunawaona tu. Kwa hivyo ni kazi kwako kulitii neno la Mungu, kulifuata neno la Mungu. Soma neno la Mungu, lishike neno la Mungu, lifuate neno la Mungu, litii neno la Mungu. Hakuna kitu kingine. Usitii mwanaume. Kumbuka Yusufu aliambiwaje na alikuwa kijana? Unajua by then alikuwa 17 years. Hebu jiulize, wakati aliambiwa na bibi ya Potifaru alimwambiaje? Njoo tufanye upendo na wewe. Alisemaje? Siwezi fanya dhambi kubwa hivyo nimkose kumtii Mungu wangu. Tii Mungu wako. Baada ya kutii, Yusufu alifanywaje? Alifanywa basenda. Kakuwa basenda katika nchi ya Egypt. Na ni yeye tu kupitia kwake, heshima yake ikafanya wana wa Israeli wakapata makao katika nchi ya Egypt. So wakati tunatii, Mungu anapanua mipaka. Anafungulia hata familia zetu, anawapanulia mipaka. Kwa hivyo hebu tusimame, tuamwambie Mungu atusaidie
ili tuwe watiifu mbele zake Mwenyezi Mungu. Tulipende neno la Mungu, naye atatusaidia. Tunakushukuru Mungu, muumba wa mbingu na nchi. Tunalitukuza jina lako, ni kwa sababu ya asubuhi ya leo umenena nasi ukijua kwamba sisi si watiifu. Umetuona dhambi na makosa ambayo tumeyafanya. Tukionekana kwa macho ya wanadamu sisi tuko sawa, lakini machoni mwako sisi tu watenda dhambi. Tuombe kwamba utuoshe kwa damu yako takatifu, o Yesu Kristo. May you cleanse us, O Jehovah Lord, through the blood of Jesus Christ. Lord, we bow before your presence, O God. We bow before you, Jehovah Lord. Just forgive us of all our sins, Jehovah God. Those sins that tulifanya tukijua na kama hatukujua, tusamehe na utukumbuke na ututakaze na ushtuoshe kwa damu yako takatifu. Wewe ni Mungu mkuu, tunakupenda, tunaliinua jina lako na kulisifu jina lako takatifu katika jina la Yesu Kristo. Kila mmoja arudie nyuma yangu, sema: Bwana Yesu, asante kwa sababu ya neno lako. Nimelisikia neno lako na nimegundua na kujua mimi ni mtenda dhambi. Nimetenda mengi mafichoni, na wewe umeniona. Nimesema mengi ya uongo, nimenena mengi ya uongo, nimetenda chukizo mbele zako. Nisamehe, nioshe kwa damu ya Yesu Kristo. Mwili huu wangu umetenda mengi, nimefanya mengi kwa mwili huu. Nisamehe, nioshe kwa damu ya Yesu Kristo. Liandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Sijakuwa mtoto mtiifu, sijatii neno lako, sijafuata neno lako, lakini kutoka siku ya leo nitalitii na kufuata nyayo zako. Liandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Manake kutoka siku ya leo nimeokoka na nimekiri kwa kinywa changu Yesu ni Bwana. Na kushukuru kwa sababu Mungu umeturehemu. Sisi ni watenda dhambi, tumekuja mbele zako, utusamehe tukiwa watoto wako, tukiwa wachungaji tumetenda dhambi, pamoja na watoto wetu wavulana na watoto wetu wasichana tumetenda dhambi. Tunaomba utusamehe, tutakaze na utuoshe kwa damu ya Yesu Kristo. Tunakushukuru na kuliinua jina lako. Asante ni kwa sababu ya muda ambao umetupa. Tunakuinua na kulitukuza jina lako. Kuwa pamoja nasi, utuonekanie hata tunapoenda kunywa chai yetu, tunaibarikisha mkononi mwako. Utukumbuke na utuonekanie hata wakati tunakaporudi kwa sababu ya hiyo session nyingine. Tunaomba Roho Mtakatifu anene ndani yetu. Ninakushukuru Mfalme, umenitumia vile nilivyokuomba. Neno ambalo limetoka kwenye kinywa changu ambalo halifai, naomba unisamehe na unitakaze. Neno ambalo limetoka kwa kinywa changu limekuwa la manufaa kwa watoto wako. Sifa na utukufu ni kwako Mwenyezi Mungu. Ninakushukuru na kuliinua jina lako. Na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi tumeomba na hata kuamini. Amen, amen, amen. Our Father who art in heaven, Lord be thy name. So tumemalizia vizuri. Nirudishie Pastor Dan na Mungu awabariki. Amen, amen. Tumu appreciate our mom vizuri.
To appreciate kwa makofi mzuri. Thank you, thank you, thank you so much. Wacha tuketi chini tu kidogo. Tuketi chini kidogo. Wale ambao wako nje, naomba muingie. Nawaona, naomba muingie. Kujieni tu. Viti hatuwezi tukamaliza huku. Thank you so much, our bishop. Mungu akubariki na kutenda mambo mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Situseme abarikiwe. Thank you so much. Na mahali penye umekanyagwa, mtu hapigagi kelele. Mtu anaambia Mungu nisaidie next time nisifanye nini? Nisikanyagwe. Bwana asifiwe. Mtu huwa divert. Unaikubali ni yako na unakubali makosa, naambia Mungu nisaidie kurekebika. Na ninajua utabarikiwa. Kwa wakati huu tuna breakfast yetu na tutaenda kuichukua, na najua Bwana atatubariki na kututenda mambo mazuri kwa sababu ni saa 4. Theophilus TV, Murata wa Ngai.